sensitive in spirit, you will know hapa ni uchawi. You will say, and you can even pray a very dangerous prayer that can even kill someone. Kama ule mtu alinifanyia vibaya, atakufa. And he dies. Maybe alifanya hiyo kitendo. Because we are spirit and we have authority over serpents and scorpions. Karibu sana Pastor Kitonga. Asante Purity. Majina yangu kama ulivyosikia naitwa Pastor David Kitonga. Mimi ni mzaliwa wa Kwale County. Kwale County ni ile sehemu ambayo inaishi Wadigo. Nimezaliwa katikati ya Wadigo. Na katikati ya Wadigo wanaamini sana mambo ya uchawi kuliko mambo ya Mungu. Kwa hivyo mambo yanakuanga mawili ukiwa umezaliwa katika hayo maeneo. Aidha uokoke kabisa ama uingie kwa uchawi kabisa, ndio utaweza kutoboa. Lakini huwezi kaa vuguvugu na utoboe, especially ukiwa wewe si kabila yao. Kwa hivyo mimi nilizaliwa zile sehemu na nikasomea kule. Na nakumbuka shule ambao nilisomea ilikuwa inaitwa Wa Primary School. Hiyo shule nyakati hizo hakuna mtu yoyote mkabila ambaye alikuwa anapita mtihani kwa hiyo shule. Wengi walikuwa wanafanywa mazingaombwe hapo katikati na wanakufa, wengine wanatokwa na wazimu, wengine wanaacha tu kusoma. Kwa hivyo ilipofika zamu yangu ya kufanya mtihani, ilikuwa nimepitia mambo mengi wakati ninasoma. Kwa sababu nilipoingia darasa la kwanza nilisoma term moja, kisha mwalimu akanisukuma darasa la pili akaniambia nifanye mtihani wa darasa la pili, nikaenda nikafanya. Kwa hivyo nikavukishwa darasa la kwanza, mimi sikusoma, nikasoma la pili kuendelea. Nakumbuka nikifanya mtihani wangu wa darasa la 7, kwa sababu si ndio tulifanya darasa la 7 la mwisho. Babangu ilibidi anitafutie ngozi ya nguruwe ishonwe kwa suruali ambao nilikuwa ninavaa kuenda kufanya mtihani. Asubuhi nikienda kufanya mtihani nilijipaka mafuta ya nguruwe, sababu hiyo ndiyo ilikuwa kinga peke yake tuliokuwa tunajua. Amngejua Jesus. Wakati huo mambo ya Yesu hatukuwa tunajua. Kwa hivyo nilienda nikafanya mtihani. Watu walifanywa mazingaombwe, wengine wakawa wagonjwa katikati ya mtihani. Lakini mimi ndio nilikuwa mtoto wa kwanza, ndio nilikuwa nimeongoza kwa hiyo shule baada ya matokeo ya mtihani, na nikaitwa National School. Pamoja na hivyo vita vikuisha, nilisoma vizuri nikamaliza na nikakuja nikaajiriwa port. Na hapo ndio shida ilianzia. Nilipoajiriwa port, nikaenda nikafanya wiki 3. Vitu zilikuwa zinatolewa kwa meli zikiletwa kwa warehouse. Kiletwa kwa warehouse, kazi yangu ilikuwa ni kuhesabu na kuandika. Sasa siku moja nikiwa nimekaa chini, Roy kaniambia achana na kazi uende. Na niliacha vitabu hapo nikatoka. Kidogo, roho wa Mungu ama roho tu? Sasa unajua huwezi jua kama ni roho wa Mungu ama ni nini, lakini umesikia msukumo toka. Na sauti inakuambia toka uende. So nilitoka nikaenda. Lakini nataka kuongea hapo kwamba kuna dawa fulani ambayo hutumiwa. Kule pande ya pwani wanaitanga fulamoyo. Fulamoyo ni dawa ambayo ukirushiwa kiuchawi inakufanya ukinai what belongs to you. Inafanya ukatae kile ambacho ni chako. Kile ambacho kingekusaidia unakikataa. Hata watu wengi ambao wamenunua mashamba kule pwani, kuna dawa nyingine ambayo inaitwa fusa. Unaenda unanunua shamba, unalipa. Ukishalipa, wakati unaondoka wanachukua miguu yako. Wakichukua miguu yako, wanakupulizia hiyo vumbi inakufuata. Ukienda unasahau hiyo shamba kabisa na hutawahi rudi tena. Kwa hivyo hizo dawa mbili ukishafanyiwa, hata kile ambacho ni chako haukitamani tena. Kwa hivyo mimi nilitoka nikaenda nyumbani. Na aliyekuwa amenipeleka kazini akafanya juhudi akakuja kunifuata nyumbani. Na nikakataa hiyo kazi. Na nilipokataa, sababu alikuwa anapenda sana nifanye kazi.
Akaniambia niko na magari yangu, nataka wewe ukifanya kwa magari yangu. Na akaniambia wewe ndio utakuwa unakusanya pesa zote, watu wakishafunga kazi unalipa driver, unalipa tanboy, zingine unaleta nyumbani. Nilifanya hiyo kazi mwezi moja. Nakumbuka jioni moja nilienda nikapeleka pesa, nikamwambia sitaki kazi. Na nikatoka nikaenda. Lakini kitu kimoja ambacho kilifanyika, nilijirudia kama yule mwana mpotevu. Kitu ilikuja tu ikanirudia, na nikaona ukweli siko peke yangu, sababu wazazi wangu pia walikuwa wananiambia siko peke yangu. Kuna kitu kiko nyuma yangu kinachonifuata. Kwa hivyo mimi nilianza kushughulika. Wakati huo hakukuwa na makanisa ambayo mtu angeshughulika kuenda kuombewa ama kuenda kutabiriwa ama kuambiwa ni nini ambayo inamsumbua. Kwa hivyo mimi niliingia moja kwa moja kutafuta usaidizi kwa waganga. Nikaingia ndani, nikaambiwa kila sababu, nikaelezwa na nikasoma mambo mengi, kwa sababu sikutaka yaje kunipata tena bila ya mimi kujua kile ambacho kinaendelea. Kwa hivyo pia mimi nilijiunga kutafuta vile ambavyo nitaweza pia kujisimamia, na vile ambavyo nitaweza kujitetea, na vile ambavyo nitaweza nisidhurike tena. Na katika hiyo hali niliweza kujua mambo mengi zaidi kuhusu uchawi na kuhusu waganga. Ninakumbuka nyakati hizo kuna mahali fulani nilikuwa ninaenda, na kuna mganga nilikuwa ninajua ambaye alikuwa rafiki yangu, na ndio mahali peke yake niliwahi kuona watu wakifanywa vitu ambavyo si vya kawaida. Unaweza ona mtu kule mtaani analewa, ufikiria analewa kwa kupenda. Ni familia yao. Si familia yao. What happens? Yule ambaye anatengeneza pombe, especially wale wa mama wa kienyeji, wale ambao wanatengeneza the local brew kule mitaani, wanaenda na majina ya walevi tajika, walevi ambao wanajua hawa ndio walevi ambao unywa pombe kweli kweli. Na wana pesa. Yes. Majina yanaandikwa, yanawekwa kwa chupa ambayo iko na pombe, na inafanyiwa vituko. Ile chupa anaenda nayo nyumbani. Kwa hivyo wakati wowote akishatengeneza pombe yake ikiiva, kazi kubwa aliyo nayo ni kusukasuka hiyo chupa na kuwaita hao watu walioko hapo ndani. Hata kama bibi yako amekupikia kuku, utaiacha, utaenda kwa hiyo pombe. Kwa hivyo unaweza ona watu wanalewa, watu wameshindwa na kuacha pombe, ufikirie ni kupenda kwao. Si kupenda kwao. Hapana. Kuna mahali ambapo wamewekwa, na kila wanapohitajika wanaitwa na wanaenda. Kwa hivyo wako pale, lakini si wao wanaishi, ni vitu vingine vinaishi ndani yao, kwa sababu kuna mahali tu wamefungwa. Kuna mahali wamefungwa, na ningeomba tu wale watu ambao labda wameshikwa na hali kama hizo, wanalewa si kwa sababu wanapenda. Unajua wakilewa, wakimaliza kulewa, wakati pombe imeisha, they realize themselves, wanajirudia, wanaona kwamba hicho kitendo walichofanya si kizuri. Ikiwa mtu anaweza kujirudia, ni vizuri aende kanisani, kwa sababu kanisa peke yake ndio inaweza kusaidia mwanadamu. Nina swali pastor. Yes. Sasa zile uko kwa hiyo nyakati ya kukunywa pombe na hiyo hali na si kupenda kwako. Hisia zako kuambia ni nini kwa nafanya pale? Hisia zako ufanya, unajua enyewe kuna jambo nimetendewa. Wakati wa kulewa hawawezi kujua. Lakini kuna watu ulewa wakiamka asubuhi wanalia machozi. Wanalia na wanalia na wanalilia Mungu awasaidie watoke katika hiyo hali, kwa sababu walikuwa na matarajio fulani kwa maisha yao. Kuna mahali walijua walikuwa wanaelekea, lakini safari imekuwa ngumu, si kwa sababu wanapenda. Kuna kitu kiko ndani yao na wanashindwa vile watatoka. Kwamba ukiwa umefungiwa ndani ya chupa, hakuna vile unaweza kujitoa mpaka hiyo chupa ivunjike. Kwa hivyo wakiwa ndani ya ile chupa ni wafungwa wa yule mama. Hao ni watumwa wa yule mama, na wanaweza kufanya chochote. Unaweza ona mtu amelima kwa bidii, ako na watoto nyumbani, amevuna chakula,
badala kuenda kuuza alipie watoto fee, hata hiyo chakula ambayo amelima yeye anaiba, anajiibia yeye mwenyewe. Wakati mama hayuko, anaingia anaiba, anaenda anauza kusudi aende akalewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mfungwa. Yeye ni mfungwa wa yule ambaye amemweka ndani ya chupa. Kuna kitu kimoja Purity nataka uelewe, kwamba maisha yako, mwenye anatawala maisha yako, hata wale wako kanisani, na nataka wanisikilize vizuri asubuhi ya leo, hata wale ambao wako makanisani na wameokoka, nataka wajue ya kwamba mwenye anatawala maisha yao ni yule aliyoko katika malango yao. Na nataka nikupatie mfano mzuri. Hata wachungaji, hata kina nani ambao wananisikiliza asubuhi ya leo, wako watu wameokoka, wanapanga vizuri, nikipata pesa hii nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii. Lakini punde wanapopata pesa, yule anayetawala malango yake anampatia mipango ya kutumia pesa. Anakuta vile alikuwa atumie pesa sivyo ambavyo atatumia. Kuna watu walikuwa wamepanga wakipata pesa wanunue gari, wamepata pesa hawakununua gari, wamekodisha gari, wameenda Mombasa kukula starehe. Ama ugonjwa umekuja. Kwa nini? Kwa sababu mwenye ana control maisha ya mtu ni yule aliyoko katika malango. Gatekeeper. You have a gatekeeper. When you're saying gatekeeper, yes. Kuna watu wengi ambao hawaelewi hiyo lugha. It's a spiritual. Yes, good. So unaweza tuelezea kwa kiufupi malango yetu ni gani, ndo tujue sasa ni nani tutasema tawala maisha yangu, wacha atawale. Malango yako unafaa kuyatawala mwenyewe. Shetani akona bawabu. Bawabu ni wale maaskari ambao ulinda lango. Na mara nyingi bawabu ukaa mlangoni. Agents. Katika maisha ya mwanadamu kuna lango. Lango la kwanza la mwanadamu ni mdomo. Mdomo ndio lango la kwanza la mwanadamu. Kuna mwenye utawala mdomo wako. Hata wakati unataka kusema kitu kizuri au kisemi, unajikuta umesema kitu kibaya. Kwa sababu aliye na authority ya kile kinaingia kwako na kile kinatoka ni yule anayetawala lango. Kwa hivyo nataka kumaanisha nini? Nataka kumaanisha ya kwamba hakuna vile utaweza kujipangia mambo ikiwa hauna Mungu ndani yako. Turudi pale mwanzo, wakati Mungu aliumba mwanadamu. Mwanadamu alikuwa na uwezo wa kutawala, alipewa kila mamlaka. Akaambiwa katawale kila kitu duniani. Umepewa power and authority. Umepewa dominion. You are a king. Wewe ni mfalme. Enda ukatawale. Lakini baada ya dhambi tulipoteza ufalme. Ufalme tuliupoteza kwa sababu shetani alitutawala, akatuingiza kwa dhambi. Wale ambao hawakukiri kwamba Yesu alikuja kuwatoa kwa ule utumwa wa kutawaliwa na shetani, bado wako na bawabu kwa malango yao. Kwa sababu bado wao ni watumwa wa shetani. Na bado shetani ako na uwezo wa kupanga mambo yao. Na mara nyingi usema pesa huongea. Ukiwa na pesa mfukoni, huyo bawabu unaweza kuwa unapitia mahali na ulikuwa umepanga uende ununue kitu fulani, ama ulikuwa umepanga kuenda kununua shamba. Unapitia mjini, unaona nyama nzuri na metameta. Na bawabu anakuambia na si ununue hii nyama. Nunue hii nyama, ni nzuri kwa familia. Unaona aje ukikula hii nyama? Unaona aje ukifanya hivi? Unajikuta umenunua nyama. Hapo kwa kununua nyama unakuta umenunua vitu vingine. Ile pesa uliokuwa umepangia kwenda kununua shamba hautanunua. Kwa sababu gani? Kwa sababu anayetawala lango ndiye anatawala mfuko wako. Anayetawala malango yako ndiye anatawala maisha yako. Kwa hivyo utakuta mambo mengi unafanya katika maisha si yale umepanga, ni yale yamepangwa na mtu mwingine.
Yeah, na umesema wakati tuseme walevi, umepeana mfano kwa walevi. Yes. Mlevi ameshikwa, amewekwa chupa, kwenye chupa, ndio. amefungwa na ni mfungwa wa pombe. Yes. Twende kwa tuseme hivi kahaba. Kuna wale wengi ushangaa anasimama pale nje baridi nini na zile na mateso mengi. Pia wale wanaweza kuwa wametekwa. Ndio, wanaweza kuwa wametekwa. Wasichana wengi, wacha niongee hadithi kidogo ya wanawake. Mambo mengi ambayo nimeona wanawake wakifanyiwa. Kitu cha kwanza ni kwamba wanawake wengi ambao labda wamewahi poteza nguo zao za ndani. Nguo ya ndani hutumiwa kuharibu maisha ya mwanamke. Kama ulipoteza siku moja, hiyo inatosha kuharibu maisha yako. Nywele zinaweza kuharibu maisha yako. Na nywele, niongee kuhusu nywele. Nywele ndio kitu muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Wale ambao hupenda kuchezea nywele zao, unakuta we unaenda mahali, mtu anakushikashika umjui, anakushika mpaka nywele, anatafuta tu nywele moja, akipata nywele moja amemalizana na wewe. Kwa sababu gani? Hata ndani ya Biblia nywele ni muhimu kabisa. Nywele ndio sensa ya kwanza ambayo hata kwa kiroho inakudhihirishia ama inakudhibitishia kwamba mazingira uliomo ndani yake si mazuri ama ni mazuri. Na nataka nipeane mfano mzuri, hata wale ambao hawajaokoka na wale hawamjui Mungu. Wakiwa wanatembea kwa njia na labda kuwe na mnyama mbaya kama simba na anawaangalia, kitu cha kwanza ambacho waambia kuna hatari ni nywele huwa zinasimama. Goosebumps. Yes. Kwa hivyo nywele katika maisha ya mwanadamu ni kitu muhimu sana. Nywele hutumiwa kuharibu maisha yako. Nywele ikipatikana nywele yako na adui apate nywele yako, hiyo imetosha kumaliza maisha yako, kwa sababu nywele iko ndani ya kichwa, na ndani ya kichwa ndimo kuna picha ya yale maisha unataka kuwa nayo duniani. Kwa hivyo mtu akipata nywele moja, amepata akili zako, amepata mawazo yako, ako na uwezo wa kuharibu ile picha iliyoko ndani ya mawazo yako na kukugeuzia picha nyingine ambayo utakuwa unaishi nayo. Kuna watu leo wanaishi maisha ambayo si yao, wanaishi maisha ambayo hata wajielewi. Maisha waliokuwa wamepanga kuishi si yale wanaishi leo. Wanaishi maisha mengine tofauti kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu fulani ndani hiyo kijiji huenda anaishi maisha yao na wao wanaishi maisha ya mtu mwingine. Destinies can be changed. Yeah, they are changed. Yes, destinies can be changed. Esau na Yakob walibadilisha hatima zao. Esau akachukua huyu mwingine na huyu mwingine akachukua huyu mwingine. Hii ni mbinu tu ya kujua jinsi ambavyo inafanywa. Unaweza kuta mtu amesoma sana, ako na mabarua mengi, amefanya kila kitu, lakini anapiga vibarua kwa mashamba. Na kuna mtu mwingine hapo kijijini hajasoma ama alianguka mitihani yote, lakini anaishi maisha mazuri kabisa. Destinies can be changed. Yeah. So tukiangalia wakati boma zinaharibika sana, na kuna wale wanasema Arogi, wale wamerogwa. Kama huu msimu unasikia tu maboma zimeachana, mtu anapata bwana ni mbaya ama bibi ni mbaya, kuna kasoro. Bado hiyo mtu anaweza kuwa kuna mtu mahali ana haribu. Wacha niongee kuhusu kuharibika kwa ndoa, especially boma za Kimeru. Meru nimetembea sehemu nyingi, na boma nyingi ambazo ziko Meru leo ziko na kitu wa Meru wanaita makanda. Makanda ni kinga fulani ambayo huwekwa kwa boma ili wasirogwe. Wao huamini kwamba hii kinga ikiwekwa hawatarogwa na hakuna mchawi ataingia kwa hiyo boma. Lakini wanasahau kujua kwamba makanda ni majini huwekwa kwa boma ili walinde boma.
na hawa majini udai sadaka, udai sacrifice. Ni vipi utajua kwamba boma yenu iliwekwa makanda? Number one, kwa hiyo boma wanawake utakuta wengi wanaavya mimba. Kuavya mimba ni nini? Inatoka. Yes, Inatoka mimba inatoka. mapema. Yes, mimba inatoka mapema kabla ijakomaa. Number two, utakuta wasichana wengi kwa hiyo boma hawaolewi. Na hata wakiolewa wanaenda wanarudi na watoto pale nyumbani. Number three, kwa hiyo boma utakuta kama kuna mifugo, kuna mbuzi, haziwezi kuongezeka. Zinaenda zinafika mahali zinaisha, zinarudi pale. Zinaenda zinafika mahali zinakufa, zinarudi pale. Zitakuwa na afya ambayo si nzuri. Zitakuwa pia zinaavya mimba. Zinazaa watoto ambao ni deformed. Unakuta kambuzi kamezaliwa kako na miguu 3. Unakuta kambuzi kamezaliwa kako na miguu 5. Haya, utakuta pia kama mahali pengine ambapo nilienda, huyu mama alikuwa na mbuzi na alikuwa pia na kuku. Mbuzi zake zilikuwa zikipata mimba, badala ya kuzaa kitoto cha mbuzi zinazaa kipisi ya nyama. Kuku badala zitage mayai, inaenda kutaga mayai inatoa maji. Kwa sababu gani? Kwa hiyo boma kulikuwa kumewekwa makanda. Lakini tulipoomba baadaye, kuku zake zilianza kutaga mayai na mbuzi wakaanza kuzaa watoto wa mbuzi, na mpaka leo hiyo shida iliisha. Na popote alipo, nafikiri ananiona asubuhi ya leo na anasikiliza huu shuhuda kwa sababu ni wake. Na nataka kusema makanda katika jamii ya Kimeru imeharibu familia nyingi. Nirudi hapo hapo. Kuna wasichana ambao labda wamezaliwa katika familia ambazo zimekuwa na wachawi. Wachawi wako na uwezo wa kukaa na watoto wao. Wanakuwa kama au wanaitwa spiritual husbands. Good, you're very right. Spiritual husband hakuangi mtu wa kutoka nje mara nyingi, anakuanga mtu wa nyumbani. Aidha baba yako, babu yako, ama ankoli yako, mtu ambaye anakujua. Na ukiwa na spiritual husband, hauwezi kuwa na stable relationship hata ufanye nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mume ambaye ni wa kiroho, huyu mume ambaye ni wa giza, huja wakati mmelala wewe na bwanako, anaingilia kati, anakuseparate wewe na bwanako. Mara nyingi ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu mama anaamka asubuhi, anakuta ni kama walifanya mapenzi na bwana usiku, na bwana anamwambia mimi hata sikukugusa, lakini bibi amefanya mapenzi na anaamini amefanya mapenzi. Sasa hapo kunaleta shida kwamba huyu sasa haamini bwanake, bwanake naye haamini huyu, ni kama anatokanga nje anafanya na mtu mwingine. Lakini ni pale pale kitandani, huyu mume ambaye ni jini anakuja analala na huyu bibi na bwana ako pale. Wale wengi wanasema inakuja kwa ndoto. Haikuangi ndoto. Si ndoto. Hapana. And they say they enjoy na iko kwa ndoto. They enjoy na iko kwa ndoto. Nataka nirudi pale pale. Nafikiri utakubaliana na mimi niingie katika Biblia, kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo. Genesis. Yes, Genesis. Nataka tuangalie mwanadamu ni nini, kwa sababu umeanza na utangulizi kwamba mwanadamu ni roho. Sasa huyu mwanadamu ni huu mwili tunaona, ama mwanadamu mwenyewe ni roho? Ndio tujue kwa nini basi wachawi wanatumia hiyo mbinu ya hiyo mbinu ya kulala na mtu katika ndoto. Kwa nini iwe katika ndoto? Ukiwa unatafuta hivyo, wanatumianga sura nyingine ndo uamini kama ni bwanako, ndo uamini enyewe ni bwanangu niliota na yeye, for the confusion.
kama ni ule anko atataka kukuja akiwa anko. Anavaa sura ya mwingine. Anavaa sura ya bwanako. Ndio uamini ni yeye. Anavaa sura ya bwanako. Kwa nini anavaa sura ya bwanako? Nataka nieleze mwanadamu ni nini. Yeah. Katika kile kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hivyo mtu alifanywa kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo kile kilicho hai, ama yule ambaye anaongea, wewe vile unaongea ama mimi vile ninaongea, mimi si yale mavumbi yaliyotengenezwa. Mimi ni kile kilichopuliziwa na Mungu. Pumzi. Ile pumzi ndio mimi. Sasa ile pumzi ndio roho. Mwanadamu ni roho, si mwili. Ndio sababu mtu akifa huwa tunasema fulani ameenda, fulani ametuacha. Fulani ni yule alikuwa ndani, na yule alikuwa ndani ndiye ako na uwezo wa kufanya haya mambo yote. Yeye ndiye ako na uwezo wa kufanya kila kitu, si huu mwili. Mwili ni mavumbi. Kwa hivyo mwanadamu ni roho, si mwili, si mwili. Sababu Mungu anasema akatengeneza mtu kwa mavumbi kisha akampulizia. Kwa hivyo mtu anakuanga mtu wakati ako na uhai. Uhai ukitoka si mtu tena, ni mavumbi. Na ndio tunasema mavumbi yarudi wapi? Mavumbini. Kwa hivyo yule ambaye huja kulala na wewe anakujanga akiwa ni yule mwenyewe. Na roho iko na uwezo wa kujigeuza kwa sura yoyote, kwa maumbile yoyote. Ndio sababu majini ni roho. Majini ni wale malaika walio hasi, wakaachiliwa huku chini. Kwa hivyo hawa malaika wako na uwezo wa kuvaa sura ya mtu yoyote, wako na uwezo wa kuvaa sura ya mnyama wote na wafanye kazi. Ndio sababu unaweza kuta majini wanaweza kuingia kwako ina form ya panya. Majini wanaweza kuingia kwako kama paka. Majini wanaweza kuja kwako kama umbwa. Majini wanaweza kuja kwako kama cockroach. Majini wanaweza kuja kwako pia kama nyoka. Wanaweza chukua maumbile yoyote. Na hata pia unaweza kuta mtu ambaye unamjua kabisa, na ni mtu labda ako Mombasa na umuone Meru na umuite jina, lakini hata kuitika ni jini limechukua sura ya huyo mtu ambaye unamjua ako Mombasa, lakini si yeye. Maana angekuwa yeye angekuitika na mngeongea, lakini ni jini. Na mkiachana akienda mahali pengine atachukua sura nyingine, watu wamuone akiwa mtu mwingine. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo watu ambao wanajua mambo mengi ya the word of darkness wanatumia ili kumaliza watu. Kwa hiyo wakati watu wanasema yule alirushiwa kunguni, anazipulizia azifi, ni kurushiwa ili ateseke ama amerushiwa vitu? Kunguni ni roho ya umaskini. Ukirushiwa kunguni, hiyo ni roho ya umaskini, sababu kunguni hawakaangi kwa mtu ambaye ni tajiri. Kunguni wanakaa sana sana kwa maskini. Ni vigumu sana ukute mtu tajiri ako na kunguni. Kwa hivyo akirushiwa yeye ashakuwa maskini. Ashakuwa maskini. Ashakuwa maskini. Kuna mahali nilikukata, mahali ulikuwa unaongelea wanawake. Yes. Na la kwanza ulisema suruali ya ndani inatumika kuharibu mwanamke. Na ukasema unywele unaonyesha akili ambazo ziko ndani ya mwanadamu. It's like a crown to everyone. Yes. Ya tatu ni gani hiyo kusema? Ya tatu ambayo uharibu mwanamke ni kucha. Kucha mara nyingi na nitazungumzia pia nikitoa ushuhuda. Wakati moja nilienda kuhubiri Crusade Tanzania. Ilikuwa mwaka wa 2000 hapo, karibu hapo mwaka 2000. Nilikutana na mchawi mmoja ambaye alikuwa anaua watoto wakiwa wachanga. Na huyu mchawi nikamwambia kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anabadilisha maisha ya mtu. Huyu mama akaniambia kitu kimoja, akaniambia, wewe kabla hujazaliwa mimi nilikuwa ninaua watu. Na nimeua watu wengi wakisema kwamba wanamjua Yesu.
Kwa hivyo sababu wewe naona ni kijana na uko na watoto wachanga, rudi nyumbani ukaangalie watoto, sababu nitakuua. Na sababu nilikuwa pia nina ujuzi wa kujua huo ulimwengu wa giza, nilimwambia kitu kimoja, nikamwambia toka nje uangalie, jua mahali liko saa hii ni saa 4. Ikiwa utaliona jioni likianguka, ujue basi hakuna Mungu. Lakini kama Mungu yuko, leo hautaona jua likianguka, sababu utakuwa kaburini. Na mama akaniambia, ninaamini na mimi leo kama utatoka hapa kwangu, nitaamini shetani hana nguvu. Na tukaanza vita. Lakini mama alikuwa na uwezo, saa 4 ya mchana jua limewaka, mama akageuza ikawa usiku wa manane, giza. Hakuna mtu ninaona. Wale nilioenda nao wakinipeleka huko wanalia, mimi ninaomba, sioni huyu mama. Mama ameingia kwa kanyumba imetengenezwa na miti 3 na imewekwa nyasi juu, anafanya mambo yake, hakuna mtu anaona mwingine. Tumefungua macho lakini ni giza. Niliomba, nikalia. Wale vijana waliokuwa wamenipeleka wakaanza kulia. Pia wao wako gizani. Wako gizani, hakuna mtu anaona mwingine. Huyo mwanamke alikuwa na uwezo wa kugeuza mchana ikuwe usiku, na ni usiku wa giza ambayo huwezi ona mtu mwingine. Ukisema hivyo kidogo, kuna mwenye anashindwa hiyo siku nilikuwa wapi, sikuona giza, sikuona ni mahali mulikuwa tu aligeuza. Hayo mazingira yenye tuko peke yake, hapo mahali mlipo peke yake. Kwa ufupi, ni kama macho yetu ndio yalipofishwa, hayawezi ona tena. Na unajua ukiwa uoni, ni kwa giza tu, adui anakufanyia chochote kile anataka, kwa sababu umekuwa haujiwezi. Samsoni alifanywa vile alifanywa na maadui kwa sababu alikuwa haoni. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa anaona. Lakini nakumbuka neno moja niliambia Mungu. Niliambia Mungu dakika ya mwisho, kitu karibu saa 6:30. Nikamwambia Mungu, ikiwa utaruhusu huyu mama aniue, basi wewe ndio utakuwa naibu, sababu mimi sikujitangaza, nimetangaza vile wewe ni muweza. Na ikiwa huyu mama ataniua, wewe ndio utajiangusha. Sasa hizo mmeomba masaa mangapi? Kutoka saa 4 mpaka saa 6:30, masaa 2.5. Watu wengine wameacha kuomba, wanalia kwa sababu hakuna njia ingine, tumeona kaburi. Kufikia karibu saa 7, huyo mwanamke alianguka. Kukatokea mwangaza kama torch, kama mtu ametumulika na torch, na mwangaza ukatokea. Na kitu ya kwanza nakumbuka nilifanya, mwangaza ulipotokea niliruka nikaingia kwa hiyo nyumba, nikashika kichwa cha huyo mama. Na nikaambia Mungu, ikiwa utafanya jambo, huyu mama nitamuua kwa mikono yangu, sababu sitakubali aniue. Kwa hivyo nilikuwa na mambo mawili. Ikiwa Mungu hatafanya, nitumie nguvu zangu za mwili. Unaogopa kifo Kitonga? Kabisa, sababu wewe unacheza na kuacha watoto. Injili unaifanya. Saa zingine unatokanga nyumbani kama umeaga watu, nawaambia nikirudi ni sawa, nisiporudi muendelee na maisha. Yes. Kwa hivyo alipoanguka alimaliza kama dakika 30 pale chini akiwa anatoa mapofu. Lakini alipoamka alituambia, mumekuja kama sijajitayarisha, kujeni kesho saa 4. Kesho yake tulipokuwa kule kambi mahali tulikuwa tunalala, mimi nilipoenda sikula sababu nilikuwa na wasiwasi. Nilikesha kuomba nikijua kesho mambo inaweza kuwa mbaya. Kwa hivyo nilikesha kuomba, na nikaambia wale wenzangu, nikawaambia kesho siku nzuri, lakini tuende tukiamini Mungu kwamba atafanya jambo. You're daring. Yes. Asubuhi saa 3 mama akatumana akasema tukuje tuitwe. Tukakuja kuitwa. Lakini kitu moja Mungu amenisaidia nao ni ujasiri. Nilitoka na ujasiri, nikabeba anointing, nikawaambia tuendeni. Na nikaenda nikiwa ninaamini Mungu kwamba hakuna vile Mungu atashindwa. Nilikuwa already nimeshaona nguvu za ulimwengu wa giza vile zinafanya kazi. Nilikuwa nimeshaona vile watu wanafanyiwa. Na nilikuwa nimesharudi kwa Mungu. Na kilichonifanya nirudi kwa Mungu kabisa
Mimi si kuhubiriwa na mwanadamu. Si pastor alikuja akanihubiria akaniambia uokoke, hapana. Mimi mke wangu alipata mtoto ambaye alikuwa kiwete. Kutoka miguu mpaka mikono. Lakini ajabu kubwa, huyu mtoto tulimpeleka hospitali, tukamfanyia kila kitu. Daktari wakasema hawezi tembea. Akiwa na miaka 5 hapo, siku moja saa 11, akaanza kulia shukisho kwa kitanda ya asubuhi. Nikamshukisha. Alikuwa anatembea na matako, akatembea na matako mpaka kwa mlango. Kufika kwa mlango akalia funguliwe mlango. Nikaenda nikafungua mlango, akatoka nje. Baada ya dakika kidogo nikatoka nje kuangalia kwa nini mtoto ametoka nje saa 11. Nilikuta mtoto ambaye anatembea kwa miguu yake, mtoto ambaye ni mzima, mtoto ambaye hana kasoro. Huyu mtoto akiwa na miaka 7 alikuwa anajua Biblia kama vile ninavyojua mimi nimesoma. Yeye hakuwa ameenda shule, lakini alikuwa anajua Biblia. Alikuwa anajua neno la Mungu. Alikuwa anatuketisha chini akiwa na miaka 7. Familia yote anatuhubiria. Anatuambia vile Mungu anataka na vile Mungu hapendi. Unasema alikuwa. Nitamalizia, nitakueleza. Okay. Kaendelea na kutuhubiria. Alipofikisha miaka 9, siku moja nakumbuka ilikuwa saa 9 jioni. Akaniambia, baba, mimi wakati wangu umeisha. Nitarudi kwa Mungu niwaache, lakini msitende dhambi, mtumikieni Mungu. Nikamwambia kemeo roho ya kifo, haitatokea. Akaniangalia, akacheka, akaniuliza una hakika? Nikamwambia ndio. Akaniambia sawa. Tukaenda naye nyumbani, tulikuwa tumetoka safari, tukaenda naye nyumbani. Hakumaliza wiki, siku moja jioni akaniambia, baba, nataka kunywa supu. Nikaenda nikamletea supu akiwa amekaa kwa kitanda. Akaniangalia, akacheka. Akaniambia, baba, hebu niwekee pilo vizuri nipumzike baada ya kunywa supu. Akaniangalia akicheka na akaniambia nipee mkono. Nikampea mkono, akanishika mkono wa kulia. Vienye alilala akicheka, hiyo ndio ilikuwa mwisho wangu na mtoto wangu. Hivyo ndiye alienda. Kutoka hapo Biblia ndio ilianza kuwa mtoto wangu. Nilishika Biblia kuanzia saa hiyo. Na kule kote kwenye nilikuwa ninaenda kwa waganga, ndiko nilienda nikihubiri injili ya Yesu. Ndiko nilienda nikiharibu vitu za waganga. Ndiko nilienda nikiombea waganga kuokoka. Ndio maana nataka turudi hapa kidogo. Kwa hiyo mama msharudi. Yes. Manake tulikuwa hapo, mama msharudi. Sasa nilikuwa na kueleza vile kwanza ule ujasiri niliokuwa nao. Mali ulitoa. Yes, mali niliutoa ni kwamba ni Mungu alikuja mwenyewe kwa nyumba yangu kunionyesha yeye ni nani na nguvu alizonazo. Kwa hivyo huyu mama baada ya kuenda siku ya pili ametumana, tumeenda. Kufika tulikuta mama amekusanya kila kitu, ameweka nje. Nini hizo vitu? Hizo pembe, vitu zote za uganga, chondo kilikuwa kimejaa. Baadaye akatuambia, mimi sikuwaita kwa vita. Hakuwa na nguo. Alikuwa amefunga kadude hapa mbele na kadude kengine huko nyuma. Mwili wote ako hivyo. Uchi. Akatuambia niangalieni mgongo. Nimelala kuchapa usiku. Kulikuja watu wawili wamevaa nguo nyeupe. Wakanichapa usiku kucha na wakaniambia nisipopeana hizi vitu leo watakuja kuniua. Nataka kuambia ukweli. Kile tulipata ndani ya hiyo chondo huyo mama ilikuwa ni kucha za watoto wote ambao amewahi kuua. Ni vipi inafanyika? Wachawi huua watu, kisha usiku huenda wakawaita kimazingaombwe, wakaamka na wakawakata kucha, alafu wanawarudisha kulala. Hizi kucha ndizo zinazowatia nguvu zaidi ya kuua watu wengine. It's sacrifice. Yes, it's a sacrifice. Good. Ni sadaka wanatumia, ni madhabahu yao.
Kwa hivyo nguo, kucha, nywele, wachunge sana. Ndio unaona watu wanaojua sharing, even sharing. Sasa hiyo ya sharing nitakuja kukueleza ni vipi inatumika ya nguo. Nguo pia kuna vile inaweza kuharibu mambo yako. Nguo, sharing ya nguo sana sana unakuta mtoto shuleni alikuwa mwerevu, amepoteza uniform, nguo yake imepotea. Ikipotea, this is a change of destiny. Yule mtoto ambaye alikuwa mjinga anachukua nguo ya huyu anaanza kuvaa, iko na jasho yake. Sisi mwanadamu yoyote, hata mwenye ameokoka na mwenye hajaokoka, it's a product of faith. 90% we live by faith. Hata mwenye hajaokoka, hakuna mtu alijua asubuhi ataamka, hata mwenye hajaokoka, lakini alipanga mipango ya asubuhi jana. Kuna mtu ambaye hajaokoka ni mlevi, anapanga mambo ya mwezi ujao. We are products of faith. We live by faith 90%. Kwa hivyo akivaa nguo ya huyu kwa imani, amevaa werevu wake wote na amemwacha na ujinga. Mtoto anaweza badilishiwa nguo na huyu mwingine avae nguo ambayo iko na jasho yako. Kwa mfano, umeolewa na wale ambao wako na wajakazi nyumbani, nataka pia waelewe hii. Wale ambao wako na maids kwa nyumba zao na wameoana na wamependana, na maids pia ambao wananisikiliza asubuhi ya leo, isiwe ndio njia ambayo wataanza kuitumia leo, kwa sababu itawaangamiza. Maid ambao wanaachiwa nguo za bwana na bibi wafue, wale maids ambao ujua vizuri kile wanaweza fanya na hizo nguo. Akichukua nguo yako ambayo iko na uchafu wako, achukue nguo ya bwana ambayo iko na uchafu wake, aziunganishe pamoja na aseme huyu ni fulani. Wacha niwapatie majina. Huyu ni James na Jane, wameoana na wamependana, lakini leo nataka kumaliza ndoa yao. Achukue nguo ya Jane, aichimbie shimo kando ya nyumba, kona ile. Achukue nguo ya James, aichimbie shimo kona ile nyingine ya nyumba, na asimame katikati na aseme kama vile hizo nguo hazitawahi kukutana tena. Jane na James hawatawahi kukutana tena. Hiyo ndoa imeisha milele. Hiyo ndoa imeisha na haitawahi rudi. Na maids wengi wameharibu ndoa za watu, kwa sababu kuna maids ambao wanajua mambo ya ulimwengu wa giza na wametumia kuharibu boma za watu. Really? Kabisa. Yeah. It is very, inakaa vibaya sana. Ni topic very wide. So wide. Yes. Ambayo I think ni watu wachache. Yeah. Manake Mungu ametuambia ya kwamba tukikuwa wake kuna mambo atatufichulia. Kuna macho atatupea ya kuona. Kabisa. Na kuna masikio tutasikia yale wengine hawasikii. Yes. Na hawaelewi. Unajua kuna hata understanding. Yes. So I think I thank God bali tunafika tunajua maisha, life is spiritual. Na kuna mtu mahali anashindwa, mimi nilikuwa tajiri, mimi nilikuwa na kila kitu, lakini kwa sasa naonyeshanwa yule alikuwa. Acha niongee hapo patajiri. Hii ni topic ndefu sana, haiwezi isha leo. Lakini nataka nigusie yale mambo muhimu ambayo watu wanapitia sahi. Nataka kuongea na mtu ambaye alikuwa tajiri na ameisha. Biblia katika kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 36 inasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Na this is how it is done. Ama hivi ndivyo inafanyika. Nikikuja kwako, nikuje nikuombe pesa, unipee 100 ya note ama shilingi 50 ya note. Niende nayo kwangu. Niende niamke saa 9 ya asubuhi niichome.
nichome iwe jivu, na nisage vizuri, Powder. na nisimame kabla jua halijatoka, na nipulize kwa hewa, niseme kama vile hiyo jivu haitawahi rudiana. Pesa yako haitawahi rudiana. Hata kama ulikuwa na milioni ngapi, vyenye zinatoka hazitawahi rudi. Oh God. Mimi nawaonya wale ambao wanapenda kupeana pesa ovyo ovyo. Kweli. Wanaomba pesa ovyo ovyo wakipeana. Jihadharini. Namba 2, wale ambao wamekuwa labda na hoteli ikafilisika, ajui ilienda aje. Mtu akija kwako akuje anunue chapati moja ama akuombe chapati akuambia ana pesa, aende achimbe kaburi na azike hizo chapati zako hapo mahali, na aseme hii ni biashara ya fulani, nimemalizana nayo. Hakuna mtu atakula chapati zako tena. Kuna watu walikuwa na hoteli zilikuwa zinafana sana, lakini leo wanashindwa ni nini ilienda. That is how it is done. Solution, tukimalizia solution ya haya Njia peke yake ambayo inaweza kusaidia mwanadamu, ikiwa unataka kuanza biashara, ikiwa ni pesa yako unataka kuifanyia kazi, ipeleke kanisani, iende iombewe, ikuwe anointed, itakuwa protected na Mungu. Sababu kilicho cha Mungu uprotectiwa na Mungu mwenyewe, na kile ambacho hakina uhusiano na Mungu, Mungu hawezi garamika kukiprotect. Kuna wale ambao walijenga nyumba zikakwama. Mtu alikuja akachukua mchanga, akachukua kokoto, akachukua pisi ya mawe, akaenda akazika vyote pamoja, akavitolea sadaka, akavitolea sadaka ya gharama. Leo hiyo miradi imesimama. Mtu anashindwa ni nini? Ametafuta pesa akamilishe, imeshindikana. Nataka nikuambie mahali ulipo, tafuta mtu wa Mungu aliye na authority ama aliye na mamlaka juu ya hayo mambo, aende akuombee, akuje afanye anointing kwa hiyo project yako ambayo ilikwama, na mambo yatabadilika. Amen. Amen. Ni chochote kile kimetolewa sadaka lazima kirudishwe na sadaka. Yes. That's what you mean. Na kitu kimoja nataka waelewe. Hata watu wengi, mimi nimezaliwa kule Kwale, watu wale ambao hufanya biashara za magari, wengi wakinunua magari, wanatoanga kachuma kamoja kwa hiyo gari, inapelekwa kwa mganga na inaenda inawekwa kwa madhabahu ya mganga. Hiyo gari isije ikarogwa, isije ikafanywa kitu chochote. Watu ambao wanataka mambo yao yasonge mbele, lazima wajiunganishe na madhabahu ambayo itawatetea. There is nothing you can do in this world without an altar. Maendeleo, mafanikio ya mwanadamu yoyote yanadhihirishangwa ama yanadhibitishwa na madhabahu iliyo na uwezo kwa maisha yake. If your altar is weak, you are going to be weak. If your altar is powerful, you are going to excel. The excelling of a person, the excelling of a town, the excelling of a village depends on the prevailing altar. Ile madhabahu iliyo na uwezo ambayo wewe unaitumikia ndio itadetermine maisha yako yalivyo. Yeah, thank you very much. Inanifanya nafunguka kwa mambo mengi sana. Aratuga miru ora no miritwe ukamurogera acha kuchoka. Juu maybe vitu zake zilichukuliwa zikapelekwa kwa wachawi akiwa mdogo. Yes. Na huyo haizi rogeka hata mfanye nini. Yes. So I think as Christians tunapaswa kukua na juu sisi tuna nguvu already. Yes. Tumepewa freely. Hatuna maana ya kutoa makucha, manywele, nywele, hatuitishwi damu ya mtu. Juu Jesus did it all for us. Yes. So I think we should stick on altars. Yes. And pure altars. Pure altars. Juu kuna zile altars utaenda kama ziko na adultery. Yes. Boma yako iishe. Kabisa. Itaenda
kuna mambo mingi ambayo imenifunikia. Yes. I thank God for this topic. Yes, na tutaendelea hata next year. Yes, thank you. Thank you. Wadi ya mwisho tukimaliza ndo neno la mwisho ambalo naweza kumwambia mtazamaji wangu ni kwamba katika mambo haya yote ambayo nimenena, watu wawe waangalifu na watu wamtafute Mungu. Leo hakuna mchawi, na hata kama kuna mahali mchawi anatazama, nataka kumwambia hakuna mchawi kwa hii dunia ambaye ninaweza kumwogopa. Hiyo ndio ninaamini. Mwaka juzi nilienda kuchoma shrine Kitui. Ilikuwa imekula watoto 5 na ilikuwa inakula mtoto wa 6. Madhabahu ambayo ilikuwa inatolewa mtu kila mwaka inapewa mtu. Na nilienda nikaichoma na wakasema sitaishi, lakini naishi mpaka leo. Nataka kusema hivi, Mungu peke yake ndiye ako na uwezo kushinda madhabahu zingine zote. Amen. Hakuna madhabahu itakayo kusaidia. Wale ambao wamepanga safari za kuenda kwa waganga, mganga hata kusaidia. Hakuna vile shetani anaweza kupiga shetani mwenzake. Hakuna. Ni ngumu. Enda kwa nguvu ingine opposite, ndio itaweza kupiga huyo. Hakuna mtu anaweza kupiga falme yake. Mganga ni wa shetani na kinachokusumbua ni cha shetani. Kwa hivyo ni vitu unapeleka mahali ambapo unadhulumiwa. Achana nayo, acha kuenda kwa mganga, tafuta mtu wa Mungu ambaye ako na uwezo, ambaye amepewa mamlaka, akusaidie, akuunganishe na Mungu, na maisha yako yatabadilika. Ni wengi wamesaidika, na ni wengi leo wale wanaonitazama wanasema ni ukweli. It has happened to us and we believe it. Thank you very much, Yes. Pastor Kitonga. May God bless you. Amen. Na kutumie zaidi. That's your assignment. Si kila Yes, mtu anaweza it is. pewa It assignment. is. Kwa hivyo wewe pastor usiende kuombea shrine ama uichome. Utakufa. Utapigwa usiku. Kila mtu ako na assignment yake. Kabisa. Yangu Mungu amenipea Yes. kulingana na uwezo wake have amenipea. boundaries. Kila mtu ako na, so mimi siwezi enda. Najua. I can't, but I'm covered. Amen. I'm too covered. Amen. Ukiona naendanisha na watu kama Amen. Pastor Kitonga. Amen. I'm covered. Ibwaga sana inkuwa napita akachocho na kumakigumona kuona Ndege Frida, Nelly Marango, Edward Mwirigi, James Kemathi. Thank you very much for watching. Now our wengine wote wa silent listeners, thank you very much. May God bless you. Nyunto pakutha gitagera mubango jojo kagutethia na tukeja na Pastor Kitonga nikenda akatuelimisha mantu jama ingi sana next year. Ara ethera kwa nyage tutumairia kiri mubango joto tharimwe. Yes. May God bless you. Akuthithiri mantu ja manene njukwe narwa ni njukwe kurunga mana zaburi imwe ende ukimenyaira no kimenyaga kwina mundu uguguchwa ukamama ni untu akeja ande nthangari ara kwina wheat na kira tutekwenda ikwitha tuna confusion kiri rugendo ruru. May God bless you. Retombe to purity nguta. Amen. Asante.